Habarini za asubuhi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi ya kuweza kufika mahali hapa. Mimi na familia yangu tumemka salama. Samahani nilichelewa kidogo. Natamani tupate tafakari fupi tu ya kuweza kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu kama ilivyo ada tunapokuwa tunahudhuria jumuiya ni baraka pale ambapo tunakuwa tunajifunza na kuweza kupata kitu kipya cha kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Tumesikia injili ambayo ni ya kesho, Dominika ya 5 ya Pasaka, na msisitizo mkubwa wa injili hii ni upendo. Tuko pamoja? Na mimi natamani tuzungumze kidogo juu ya upendo. Maana naamini upendo ni tendo ambalo kila mtu moyoni mwake yuko anakuwa na uhitaji nalo sana, anakuwa na kiu nalo. Ukweli ni kwamba ukweli ni kwamba katika maisha ya mwanadamu hakuna mwanadamu yeyote, hata mtoto mdogo mchanga ambaye anaweza kama amezaliwa sasa hivi, ambaye hawezi kuusikia upendo. Lugha ya upendo ndio lugha pekee ambayo kiziwi anaisikia, kipofu anaiona. Msifu Yesu Kristo. Kwa sababu upendo kama upendo ni Mungu mwenyewe. Na kwa kuwa sisi tumeumbwa na Mungu kwa sura na mfano wake, kitu kimoja hapo ambacho kipo katika mioyo yetu ni upendo. Na upendo una sifa kuu ya kutoa, sio kupokea. Upendo una sifa kuu ya kutoa. Na kwa kadri ambavyo upendo una sifa kuu ya kutoa, vile vile upendo una sifa kuu ya kuvuta kama sumaku. Inamaanisha kitu gani? Inamaanisha kwamba kadri unavyozidi kutoa katika pendo wa Mungu au upendo unavyokusukuma kutoa, ndivyo linavyovuta sumaku, inakuwa na sumaku ya kuvuta kutoka kwa wengine. Kuna kanuni moja inaitwa kanuni ya mwangwi. Kanuni ya mwangwi ni kama vile niseme jina hey, utasikia inarudi, si ndio? Mara 2, mara 3, mara 4. Sasa kanuni hiyo ndio inafanana na kanuni pia upendo, kwamba kadri unavyozidi kutoa, ukitoa upendo mara moja, unapokuwa umetoa upendo mara moja, inarudi zaidi ya mara moja. Msifu Yesu Kristo. Apandacho mtu ndicho atakachovuna, si ndio? Sasa labda tujiulize swali moja. Upendo ni nini? Upendo ni nini? Kibiblia upendo ni Mungu mwenyewe. Ndio maana kuna tenzi tunayoimbaga, Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Nalipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Akaja Yesu unikomboa, yeye kanipa kuwa huru. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ukiangalia injili ambayo tutasikia kesho na tumesikia leo, inazungumza juu ya amri mpya anayoitoa Yesu. Kwenye aya ya 34 hadi aya ya 35 anasema amri mpya nawapa. Anazungumza na jamii ya Kiyahudi ambao walikuwa na amri nyingi zipatazo zaidi ya 500. Lakini amri zote hizi walikuwa nasema zinatoka katika amri 10 za Mungu. Na ukitizama katika amri 10 za Mungu na hizi amri zao nyingine 800, nyingi unakuta ndani mwake zilikuwa hazina upendo.
zilikuwa na segregation, zilikuwa zinatenga watu. Unajua tunaweza kuwa tuna taratibu, inawezekana kwenye jumuiya, inawezekana kwenye taasisi, au inawezekana hata kwenye taifa au mahali popote pale, kulikuwa kuna taratibu ambazo hazina upendo. Taratibu ambazo hazina upendo zina ubaguzi ndani yake, hazina haki ndani yake. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa anazungumza na hawa watu, anaambia amri mpya ninawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, vivyo hivyo nanyi fanyeje? Mpendane. Ni wakati ninatafakari hii nikakumbuka kwenye sura ya 22 Injili ya Mathayo. Sura 22 Injili ya Mathayo alizungumza kitu ambacho kinafanana na hiki. Sura 22 aya 37 hadi 40. Ngoja nianze aya 35. Mmoja wa wanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni ipi iliyo amri kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Amri. Anapozungumza ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa roho yako yote, na mpende jirani yako kama nafsi yako, inatupa kufahamu definition, inatupa kufahamu maana nyingine ya upendo. Maana ya kwanza ya upendo tumesema ni Mungu mwenyewe, si ndio? Lakini maana nyingine ya upendo ni nguvu, yaani tunasema kwamba ni nguvu inayotokana na maamuzi. Kwa Kiingereza tunasema kwamba love is power generated by decision. Upendo ni nguvu inayotokana na maamuzi. Wale vijana zangu ambao mjaoa au kwa wazee wangu ambao mmeoa, kuna wakati ambapo unapokuwa upo na yule ambaye umeamua kumpenda, sio kwa sababu hisia. Ukimpenda mtu kwa hisia, hisia zinaishaga. Ndio maana unaweza kuwa umekasirika sasa hivi lakini baadaye unafurahi, si ndio? Kwa sababu furaha ni hisia, hasira ni hisia, njaa ni hisia. Tuko pamoja? Kiu ni hisia. Kwa kuna wakati una kiu, ukinywa maji umefanyaje? Umetosheleza kiu yako. Haina maana ukipata maji sasa hivi kwa sababu umetosheleza kiu yako haitakuja tena kesho. Tuko pamoja? Sasa upendo nao ni nguvu inayotokana na maamuzi. Kwa ni lazima kuwa kuna maamuzi ya kupenda ndipo upate hii nguvu inayoitwa upendo. Kwa sababu usipokuwa na maamuzi huwezi kutekeleza. Na ndio maana anajua kabisa, Yesu anafahamu, ni Mungu. Anajua kabisa mimi kweli ni upendo. Lakini hawa wanadamu ninawapa amri kwa sababu kulingana na namna ambavyo mtu ni roho, ana nafsi, kwenye nafsi ndio kuna hisia na anakaa kwenye mwili. Kuna wakati mwingine ataamua nisimpende mtu. Kuna wakati atakuwa amechukia, amekasirika. Lakini nataka hata wakati amekasirika akumbuke kwamba ni amri kumpenda jirani yake. Kuna wakati unaweza kumwomba Mungu kitu asikupatie kwa wakati, si ndio? Kuna wakati unaweza umepiga goti unamuomba Mungu, Mungu ninaamini umempa mtu fulani, labda unamuomba nisaidie katika kitu fulani, lakini Mungu unaona kama amechelewa, unaona kama hakujibu. Lakini katika mazingira hayo hayo lazima ufanyeje? Uamue kumpenda Mungu. Na ndio maana unaona katika msisitizo wa sehemu ya upendo katika hii amri, inaitwa amri. Maana ya amri ni lazima ufanyeje? Uitii. Kama umeshapita maeneo ya jeshi unasikia hamna kukatiza hapa, imeandikwa nini? Amri. Sehemu nyingine inaandika nini? Tangazo. Tuko pamoja? Lakini ukipita eneo la jeshi unakuta pameandikwa amri. Maana yake nini? Hamna maamuzi, yani hamna mjadala, lazima utekeleze jambo hili. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa tunapokuwa tumeambiwa na Kristo Yesu amri mpya nawapa, ina maana kulikuwa kuna amri nyingine ya kwamba jicho kwa jicho, jino kwa jino, akikupiga mrudishie. Tuko pamoja? Lakini anavyotupa amri mpya ni kwamba tunapaswa kuwa na maamuzi mapya ya kuhakikisha wale jirani zetu au ndugu zetu na Mungu mwenyewe na maadui zetu tunawapenda. Na hatuwapendi kwa sababu wanatufanya tunajisikia vizuri. Hapana. Hatuwapendi kwa sababu kuna vitu tunavyovipata vya kushikika kutoka kwao. Hatuwapendi kwa sababu kuna faida tunaipata kutoka kwao. Bali tunawapenda kwa sababu tumeamua kuwapenda. Kwa hiyo upendo ni nguvu inayotokana na maamuzi. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa Yesu haizi akasema kwamba amri mpya nawapa, mpendane. Alafu anakupa hiyo amri huku moyoni mwako anajua hauna uwezo wa kuamua. Labda nizungumze kwa maneno mengine. Mungu hawezi
kukupa amri au hawezi kukupa wajibu ambao anajua ndani mwako hauna uwezo wa kuutekeleza. Ni kama umwachie mtoto majukumu nyumbani ambao unajua kabisa hawezi kutekeleza. Kuna mtoto ambao ukiangalia umri wake unaambia kabisa usishike TV, si ndio? Usikone umebonyeza switch ya umeme. Tuko pamoja? Si kwa sababu umpendi, bali unajua kabisa hana uwezo wa kustahimili au kufanya maamuzi pale changamoto umeme inafanyaje inapotokea. Lakini kama kuna mkubwa utamwambia waangalie hawa wadogo wasifanye hivyo. Kwa nini unampa hayo majukumu? Wewe mwenyewe umekwisha kutazama na kuona ndani mwake ana uwezo kufanyaje wa kutekeleza. Sasa Mungu au Kristo Yesu anapotuambia ninawapa amri mpya, ina maana ndani mwetu ameona tuna uwezo wa kuitekeleza hiyo amri. Upo. Kwa ni swala la maamuzi ya mimi kuamua kutekeleza. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Yaani namaanisha hivi, sisi wanadamu sio malaika. Tuko pamoja? Malaika wanatamani wawe kama sisi, lakini hawawezi kuwa kama sisi, kwa sababu malaika wenyewe wanatutumikia sisi. Mungu alimuumba mtu kwa sura na mfano wake. Alimuumba mtu ambaye ndani mwake alimpa kitu kinachoitwa nguvu ya maamuzi, kwamba mwanadamu aliyekiwa uwezo ndani mwake hata wa kumkataa Mungu. Una uwezo. Kesho Jumapili una uwezo wa kwenda jumuiya, wa kwenda kanisani au usiende, si ndio? Si maamuzi ya kwako? Una maamuzi ya kujiandaa umpokee Yesu katika Ekaristi, na una maamuzi ya kutokufanya hivyo. Kwani usipoenda kanisani, mfano kesho umeipanga kabisa utaenda kanisani, kwani paroko atakuja kukuchapa? Kuna mtu atakuuliza? Labda Mungu ataleta radi kupige? Hapana. Tuko pamoja? Kwamba ndani mwako una maamuzi hata kumkataa Mungu. Lakini Mungu kiu yake kwa sababu amekuumba kwa sura na mfano wake, na kwa sababu yeye mwenyewe ni upendo, anatamani moyo wako ukae pamoja na yeye. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo upendo ni nguvu inayotokana na maamuzi. Lakini nataka tuone kwa nini upendo ni nguvu inayotokana na maamuzi. Natamani tusome haraka kwanza kwa Korinto. Ukipata nafasi leo itafakari tu mwenyewe, lakini mimi nitasoma aya ya 4 hadi ya 7, alafu tutafakari kidogo kitu ambacho kipo hapo. Haraka kwanza kwa Korinto sura ya 13 aya ya kwanza hadi aya ya 7. Nayo inasema hivi. Kama mnafahamu ule wimbo waliimba kwaya ya Mtakatifu Kizito Makuburi, imba nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika. Unafahamu? Huyu alitunga ule wimbo alisoma hii sehemu naweza kusoma sasa hivi, sasa akapata wimbo ambao tunapaswa pia kutafakari ule wimbo, kwa sababu ni neno la Mungu vile vile. Upendo huvumilia. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari. Upendo haujivuni. Haukosi kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Tumsifu Yesu Kristo. Hayo niliyoyasoma hapo ni sifa za upendo. Na upendo, kumbuka, ni nguvu inayotokana na nini? Na maamuzi. Tuko pamoja? Na ukisikiliza hivi vitu ambavyo tunavyoenda kuvicheki hapa, utajua ni kwa nini upendo Mungu aliamua kusema hii ni amri na ni nguvu inayotokana na maamuzi. Tuangalie kipengele cha kwanza ambacho kinasema upendo huvumilia. Upendo huvumilia. Uvumilivu unalandana na kitu kinachoitwa subira na kutokukasirika haraka. Uvumilivu, endurance, uvumilivu. Tuko pamoja? Kwamba kuna wakati ambapo unapaswa kumvumilia mtu. Nilikuwa namsikiza sijui nani alikuwa anazungumza, watu wa siasa huko. Anasema usiache kumpa mtu nafasi nyingine. Tuko pamoja? Yani usije ukafanya kosa la kutokumvumilia mtu. Sisi wote tumekaa hapa hivi. Tuko pamoja? Mimi naweza nikakuona wewe ni bora kwa sababu labda nina shida fulani. Lakini ukweli ni huu, ndugu zangu, kila mtu anapitia kitu ambacho hujui chochote kuhusu hilo jambo. Kila mtu unayekutana naye barabarani kuna kitu anachokipitia ambalo hukijui. Kuna shida alionayo ambayo huijui. Hata kama unaweza kaona huyu mtu labda anaweza kaa yuko ndani ya gari, anaweza kaa labda na biashara makubwa, anaweza kana na nyadhifa kubwa, kila mtu anapitia kitu chake ambacho hujui chochote.
Kwa unapopata nafasi ya kumvumilia mtu, unapopata nafasi ya kumtendea mtu kwa subira, unapopata nafasi ya kuweza kutokumkasirikia mtu haraka, unakuwa umetenda jambo kubwa sana la upendo. Kwa sababu upendo una uvumilivu. Na saa nyingine unaweza kukaa katika mazingira ambayo unaweza ukajipima mwenyewe kama una upendo au la. Utaangalia kwa namna ambavyo unaweza kumvumilia mtu. Kuna watu ndio unajua wanakera, kuna watu wanaudhi. Lakini upendo unafanyaje? Unavumilia. Tumsifu Yesu Kristo. Sifa nyingine anasema kwamba upendo ufadhili. Ufadhili. Tunasikiaga tunasema kwamba natafuta ufadhili, si ndio? Ufadhili maana yake ni kutenda wema katika kusaidia wengine. Kusaidia wengine. Yaani ile hata kama umekuta mtu ameangusha kitu chake ukamsaidia kuokota sokoni, umfahamu, mpe. Tuko pamoja? Hata kama umeona mtu amefanya kosa na akasahau, katika kosa lake akasahau, hakikisha unamfadhili. Alafu uzuri wa hivi vitu ni kwamba hivi vitu vitajirudia. Wewe kama ulishaikula hela ya mtu kwa kumdhulumu, na ushapoteza hela nyingi kuliko hiyo uliyokula, hivyo hivyo. Uongo kweli? Umerudishwa chenchi dukani ikazidishwa, afu hujamrudishia mwenye duka. Ni kwa sababu amepitiwa, amepiga hesabu vibaya. Ile si duka lake anahitaji faida. Na yeye ana familia au ana watu ambao wanamtegemea, sio? Kwa hiyo unapokuwa umemtendea fadhili, yani umemfadhili katika kuhakikisha umemtendea wema wa kumrejeshea kile kitu ambacho amekuzidishia, iko siku itarudi kwako pia. Mungu ni mwema. Sifa nyingine kulingana na hiyo Wakorintho ambao tumesoma, hauhusudu. Upendo hauhusudu, maana yake upendo hauoni wivu. Kuna wivu mwema na wivu sio mwema. Wivu mwema ni kwamba nikae niseme aisee, natamani na mimi nipambane, nijitahidi kusoma, niwe kama msomi fulani. Tuko pamoja? Kwa utaenda kujifunza kutoka kwa yule mtu aliyekutangulia ili kuweza kuhakikisha unaweza kufanikiwa kwenye hilo eneo. Babu yangu aliniambia kitu kimoja, filosofia moja ambayo imekuwa ni filosofia ya maisha yangu. Unapoona kuna mtu amekutangulia kwenye jambo fulani, alafu na wewe unaelekea jambo hilo, hakikisha unamuuliza. Ukiona mtu amekutangulia unaelekea kwenye njia fulani, alafu kuna mtu aliyekutangulia kwenye hiyo njia, hutaki kuuliza, kuna mambo mawili. Namba moja, labda una kiburi cha kujifanya unajua kila kitu, au unaona katika hii njia kuna kitu ambacho sio sahihi, nataka kukitekeleza. Kwa hiyo nitakapotoa taarifa ya kuomba msaada kwa yule aliyetangulia, atanizuia nisitekeleze jambo hili ambalo ni ovu. Aliniambia hivyo miaka karibia 10 iliyopita. Lakini nikijaribu kutazama maamuzi yoyote, hata mwenyewe ukijaribu kujipima maamuzi yote ambayo unataka kufanya kwa mtu aliyekutangulia, kama una nia ovu ya kutenda, kama unafanya kitu fulani, labda inaweza kuwa ni biashara, kama kuna mtu amekutangulia kwenye biashara ukamuuliza kwa upendo tu, ina maana hata huyo mtu kama yuko kwenye biashara, ina maana hujamuonea huyo, si ndio? Nilikuwa discuss na mke wangu juzi. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni fulani. Hiyo kampuni ni ya mzee mmoja ambaye pia ni rafiki yangu huyo mzee. Sasa akawa ameacha kazi ghafla. Huyo rafiki yangu ambaye ni kijana mwenzangu, sawa? Alivyoacha kazi ghafla, kumbe alikuwa ameanzisha kitu chake ambacho kinalandana na kazi ya alipoajiriwa. Tuko pamoja? Kwa ina maana kwa namna moja ama nyingine alikuwa anaiba wateja wa bosi. Tuko pamoja? Sio kitu kibaya. Na yule bosi mimi namfahamu. Sasa tukawa tunadiscuss, tukasema hivi, huyu jamaa kwa tunavyomfahamu huyu mzee, angekuwa amemshirikisha kitu cha namna hii, hata kuondoka kwake kungekuwa ni kuondoka kwa baraka. Na huyu mzee kwa sababu ameshaka kwenye hii industry zaidi ya miaka 20, 30, 40, angemsaidia. Kwa sababu mzee huyo tunafahamu, tuna rafiki yetu mwingine amefungua kampuni inayofanana na ya kwake kiutendaji, huwa anamsaidia. Anamwambia usifanye hivi, ukifanya hivi utakwama hapa. Tuko pamoja? Lakini unavukuta mtu wa mazingira kama hayo amefungua kampuni ya kwake, alafu unaona vitu anavyoviposti mtandaoni, unajua kabisa huyu mtu hajaondoka kwa upendo.